Miongoni mwa nishati safi za kupikia yako majiko ya umeme ambayo yanapatikana, ambayo gharama yake ni nafuu, lakini matumizi ya umeme kwenye kupikia ni gharama nafuu sana kuliko nishati zingine. Kwa hiyo wale wenye uwezo wa kutumia umeme kupikia, twendeni tutumie. Lakini hali kadhalika tunahamasisha matumizi ya majiko banifu majiko ambayo yanatumia mkaa kidogo, majiko ambayo yanatumia kuni chache, ili tuweze kupunguza matumizi makubwa ya mkaa na tuweze kupunguza matumizi makubwa ya kuni. Lakini hiyo ni njia ya mpito, kwa sababu tunataka tuelekee katika kipindi ambacho kila mwananchi atakuwa anatumia gesi, lakini kila mwananchi atakuwa anatumia umeme. Lakini tunahamasisha matumizi ya mkaa mbadala. Mkaa mbadala, miongoni mwa mkaa huo ni huu hapa ambao nimeushika hapa, ambao unaitwa Rafiki Briquettes. Huu ni miongoni mwa mikaa ambayo ni mkaa mbadala. Lete sehemu ya huo mkaa ulioko hapo, nishike hapa mkononi. Huu mkaa unazalishwa na wenzetu wa STAMICO. Wenzetu wa STAMICO wana kiwanda chao cha kuzalisha huu mkaa. Huu mkaa unazalishwa, kiwanda kiko pale Ileje, na wamekuwa wakiuzalisha mkaa mwingi sana, na kuna wakati wanasimamisha uzalishaji kwa sababu wamezalisha kiwango kikubwa kuliko wateja wanaochukua. Watumiaji wakubwa wamekuwa kwenye taasisi, kwenye shule zetu za bweni wamekuwa wakitumia huu mkaa, lakini magereza wamekuwa wakitumia huu mkaa, kwenye taasisi mbalimbali wamekuwa wakitumia huu mkaa. Lakini kwa upande wa wananchi huku, matumizi ya huu mkaa ni kwa kiwango kidogo sana. Ni kwa sababu elimu haijawafikia, lakini uhamasishaji haujafanyika. Mimi nilitoa maagizo kwa halmashauri zote kuanzisha vituo vya uuzaji wa huu mkaa. Wewe hata hivi viroba tunavyoviona hapa vimechukuliwa kwenye hicho kituo ambacho wamekianzisha. Lakini changamoto kubwa ninayoiona ni uhamasishaji na uelimishaji kwa wananchi. Kwa hiyo nitoe maelekezo kwa halmashauri yetu, tufanye uhamasishaji na uelimishaji wa kutosha kwa wananchi. Tutumie huu mkaa badala ya kutumia ule mkaa wa miti. Huu mkaa ukiutumia unadumu kwa muda mrefu. Ukichukua kilo moja ya ule mkaa wa miti, ukachukua kilo moja wa huu mkaa utatumia muda mrefu zaidi kuliko ule unaisha haraka zaidi kuliko huu una uwezo wa kutumia kwa muda mrefu. Changamoto ambao wananchi wanasema huu hapa unachelewa kuwaka. Unachelewa kuwaka ni kwa sababu huu hapa ni mgumu, na ndio maana unadumu kwa muda mrefu. Ule pale ni mwepesi, ukiwacha kidogo tu umewaka, lakini huu ni kwa sababu unadumu kwa muda mrefu. Lakini ukishawaka tayari, basi umemaliza kazi, utautumia kwa muda mrefu sana. Ukichukua majiko mawili ukaweka mkaa wa kawaida na ukaweka mkaa yote kwa pamoja ukawasha kwa mara moja, mkaa ambao utaharaka kuisha ni ule pale wa miti, lakini huu utakuwa bado haujaisha. Utafanya mapishi yako yote, utapika maharage hujaongeza mkaa, utapika ugali hujaongeza mkaa, utakaanga mboga za majani mkaa bado upo, utakaanga dagaa wako mkaa bado upo, na mpaka utamaliza mapishi yote utafunika ili mkaa uzimike, uje kutumia tena wakati mwingine, bado unaendelea kufanya nini? Waka. Kwa hiyo niwaombe sana mama zangu, tumieni huu mkaa, acheni na matumizi ya ule mkaa. Hata yule mfanyabiashara pale mwelekezeni fursa kule inakopatikana, aje kuweka pale viroba vingine, wekeni pale, wewe bwana auze huu mkaa badala ya kuuza kule mkaa. Na bei yake shingapi huu mkaa? Shingapi? Mheshimiwa mkuu wa mkoa, ndio kwa huu mkaa wa Briquettes Rafiki walipofika watu wa STAMICO pamoja na Jitegemee kama walivyotoa agizo kipindi kile, tuliwaita wananchi halmashauri ya mji Tunduma, wote wauzaji wa mkaa wa miti. Lakini changamoto ya kwanza ambayo tulikutana nayo, baadhi ya wananchi hawakuweza kufika kwa sababu walisema wanaogopa kukamatwa, kwanza ni mtego. Lakini tuliendelea kutoa elimu kwa watendaji, kuwaita, na wapo ambao walifika na tuliongea nao, lakini bei
ya huu mkaa kutoka kule kiwandani walisema ni 1,000 kwa bei ya jumla, lakini kwa mnunuaji anaweza akachukua hapa ili kuweza kupata faida kidogo, inaweza kafika kwenye 1,200, 300 mpaka 400 kwa bei ya rejareja, kwa kilo moja. Bei ya rejareja, kwa rejareja sasa inategemea na mfanyabiashara kutoka kwenye. Ila tuliongea na watu wa STAMICO, bei ya jumla kule tulikubaliana 800, ili ikifika mpaka huku mwananchi angalau auziwe shilingi 1,000, 1,200 kwa kilo, kwa sababu STAMICO ni serikali na sisi serikali, na tulisema halmashauri wakachukue kule ili kurahisisha, kwa sababu lengo letu sio kupata faida kubwa, lengo letu ni kuwasaidia wananchi. Kwa kupitia kampuni ya halmashauri hiyo ndio inafanya kazi, inaenda kubeba kule. Kama ni tani 5 inaleta tani 5, ikileta hapa maana mnasambaza kwa wauzaji wa mfano, kama huyu hapa mnamletea tani yake moja, sijui kata gani mnapeleka, kata gani mnafanya nini, mnapeleka ili kuweza kuwasaidia wananchi waweze kujibu. Kilo moja hii kilo ngapi? Kilo 5. Maana yake kilo 5 maana yake sio haifiki shilingi 10,000, si ndio? Haifiki shilingi 10,000, lakini kilo 5 hii unatumia zaidi ya wiki, si ndio? Ndio. Hii unaweza kutumia mpaka wiki moja. Chukua mkaa ule pale wenye ukubwa kama uone kama unaweza ukatumia wiki moja. Si siku 2 tu umemaliza. Siku moja. Huu hapa ni nafuu zaidi. Tumeelewana ndugu zangu? Kweni waombe twendeni tuchangamkie huu mkaa. Halmashauri fanyeni kampeni ya uhamasishaji. Ikiwezekana mnaweza kwenda kuchukua tani moja. Hiyo tani moja ni kwa ajili tu ya kuwafundisha mama ntilie, mama lishe pamoja na watu wengine kwa matumizi, ili waweze kuachana na ule mkaa. Ndugu zangu, kwenye zile changamoto bila shaka nimezijibu zote, si ndio? Si nimejibu changamoto zote? Kuna changamoto niliyoisahau? Nimalizie ndugu zangu kwa kuwaomba, shughuli zote hizi za maendeleo ambazo tumekuwa tukizifanya zinategemea sana amani na utulivu. Zinategemea sana amani na utulivu. Zinategemea sana amani na utulivu. Pakikosekana hapa na amani, hakuna shughuli ya maendeleo ambayo inaweza ikafanyika. Kweli waombe sana ndugu zangu, tulinde amani tuliyokuwa nayo. Amani tuliyokuwa nayo ni tunda adimu sana. Nchi yetu ya Tanzania hii waasisi wetu walijenga katika misingi ambayo ya kuheshimu utu, wa kuheshimu haki za watu, lakini ya kudumisha amani. Na sisi wa Tanzania tumekuwa tukiamini kwamba amani yetu ya Tanzania haina maana kama majirani zetu hawana amani. Na ndio maana tangu tumepata uhuru taifa letu limekusaidia sana nchi zingine ambazo zimekuwa hazina amani kulinda amani. Vyombo vya ulinzi na usalama vimekuwa vikifanya kazi sana kulinda amani ya nchi yetu, lakini kusaidia majirani zetu kulinda amani na kudumisha utulivu katika nchi zao, kwa sababu tunathamini sana uwepo wa tunda amani na utulivu. Lakini kwa nyakati kadhaa kumekuwa na majaribio ya hapa na pale ya watu ambao wamekuwa wakitaka kuvuruga amani ya nchi yetu. Wapo wengine ni miongoni mwa Tanzania wenzetu, lakini wako wengine kutoka nje ya taifa letu. Lakini tunavishukuru vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, vimeendelea kuwa madhubuti kuhakikisha kwamba wanailinda taifa letu, kwa sababu taifa duniani, hakuna taifa lolote lile duniani ambalo linaweza likaachwa